Mpendwa msikilizaji, karibu katika uchambuzi wa riwaya. Tukianza na uchambuzi wa kitabu cha Watoto wa Mama Ntilie. Mpendwa msikilizaji, Watoto wa Mama Ntilie ni riwaya iliyoandikwa na mwandishi mashuhuri Emmanuel Mbogo na kuchapishwa na Heko Publishers mwaka wa 2002. Mpendwa msikilizaji, tunapozungumzia riwaya ya Watoto wa Mama Ntilie, tunazungumzia riwaya maarufu kabisa kama nilivyotangulia kusema, iliyoandikwa na Emmanuel Mbogo. Riwaya hii inafafanua mambo kadha wa kadha, tukianza hasa na uchambuzi wa vipengele vya fani. Mpendwa msikilizaji, katika riwaya ya Watoto wa Mama Ntilie, kwanza mwandishi Emmanuel Mbogo ametumia muundo wa moja kwa moja katika uandishi wake. Ameandika sura 5 pekee ambazo zimejadili kwa kina masuala mazito ya umasikini. Lakini pia Watoto wa Mama Ntilie, mwandishi Emmanuel Mbogo katika mtindo wake ametumia mtindo wa masimulizi au monolojia au mtindo wa nathari katika vipengele vya fani. Lakini tunapokuja kuangalia pia vipengele vya fani katika matumizi ya lugha, mwandishi Emmanuel Mbogo ametumia matumizi mbalimbali ya lugha, ambayo kuna vipengele kadha wa kadha tunapochambua na kuhakiki swala zima la fani. Tunaangalia lugha iliyotumika katika uandishi wa riwaya ya Watoto wa Mama Ntilie ni rahisi, inayoeleweka licha ya matumizi machache ya lugha za kigeni, yaani Kiingereza. Na katika kipengele hicho cha matumizi ya lugha ni kwamba mwandishi Emmanuel Mbogo ameweza kutumia misemo mbalimbali kama nahau katika ukurasa wa 43 kwenye kipengele cha matumizi ya lugha. Kwa mfano, anasema kupiga usingizi, ukurasa wa 45. Hii ni nahau. Mwandishi Emmanuel Mbogo pia ana matumizi machache ya lugha ya Kiingereza ambayo yanaonekana ukurasa wa 83, pale ambapo anasema faster mama, ukurasa wa 83. Lakini pia empire unama, ukurasa wa 49, Goro Queen, ukurasa wa 36, Rose Wine na Queen Elizabeth, ukurasa wa 49, Iodine, ukurasa wa 60. Haya ni matumizi ya lugha ya Kiingereza, mpendwa msikilizaji, ambayo kwa msomaji inaweza ikaleta pia tatizo kwa wale ambao hasa lugha za kigeni si wataalamu ama wamahiri. Lakini mwandishi Emmanuel Mbogo ametumia tamathali za semi ikiwemo tashbiha. Katika ukurasa wa 11, wakati mzee Lomolomo amekuja wakati huo amelewa, mwandishi anamnukuu Mama Ntilie anaposema, mwandishi anatamka maneno haya, anasema akamshika mumewe kwa mkono mmoja kama bua, ukurasa wa 11. Lakini pia tashbiha nyingine ni kwamba mate yenye harufu ya gongo yalimtoka kama cheche za moto, ukurasa wa 12. Lakini tashbiha nyingine ni kwamba akaanguka chini kama mzigo. Mpendwa msikilizaji, kwa wale ambao hawafahamu tashbiha ni tamathali ya semi inayolinganisha vitu kwa kutumia viunganishi. Ni tamathali ya semi inayolinganisha vitu kwa kutumia viunganishi. Lakini pia licha ya matumizi ya tashbiha, kumekuwa pia na matumizi hisi ambayo inaonekana katika ukurasa ule wa 5. Anasema vikombe na sahani chafu zilizagaa pale nje zikimtazama bila huruma. Mazingira haya yanaonekana kwamba ni mazingira machafu, yanavuta picha ama taswira hisi. Katika aina za taswira tunazo taswira zinazoonekana, kuna taswira hisi
ambayo mojawapo ya taswira hisi ni pamoja na hii kwamba vikombe na sahani chafu zilizagaa pale nje zikimtizama bila huruma. Ni ukurasa ule wa 5. Lakini mpendwa msikilizaji, pia tunapochambua riwaya ya watoto wa mama ntilie, tunaangalia pia tashihisi iliyotumika katika ukurasa wa 40 inayosema miguuni raba zilicheka kwa huzuni. Lakini pia katika ukurasa wa 46 katika kipengele cha fani, katika uchambuzi wa fani, kipengele cha matumizi ya lugha, tunasema mlango ule wa kuungwa kwa gundi ulitikia na beka. Ni ukurasa wa 46 mpendwa msikilizaji unayenisikia. Lakini zipo mbinu nyingine za kisanaa zilizotumika katika riwaya hii ya watoto wa mama ntilie. Mojawapo pia ni takriri ambayo inaonekana katika ukurasa wa 12 pale ambapo anasema na kuacha. Bila shaka ni maeneo ya jalalani pale ambapo Peter na Kurwa wakiwa wapo pale na Doto wakati wanagombania mchele wa jani na nyama za makopo. Na takriri zipo nyingi sana mpendwa msikilizaji. Kuna twende ni takriri. Kwa wale ambao hawajui takriri nini, basi takriri ni mbinu ya kurudia maneno kwa lengo la kuweka msisitizo. Ni lengo la kurudia maneno kwa lengo la kuweka msisitizo. Na mbinu nyingine za kisanaa zimetumika. Ili kupoteza muda, twende katika kipengele cha 3 cha 4 kinachozungumzia habari ya mandhari. Katika vipengele vya fani, mandhari tunaiweka katika kipengele cha 4 pia, ambacho mandhari iliyotumika imetajwa. Mandhari nyingi zimetajwa, ikiwemo mandhari ya dampo la Tabata. Mpendwa msikilizaji, mandhari ya dampo la Tabata inaibua dhamira ya umaskini. Kwa hiyo lile swali linalosema kwamba uteuzi mzuri wa mandhari hurahisisha kufikisha ujumbe katika jamii, majibu yake mojawapo ni haya ya kwamba kutajwa kwa mandhari ya Tabata, dampo la Tabata, linaibua dhamira ya umaskini. Lakini pia kuna maeneo kama Mazese, Kisutu, Urafiki na maeneo kadha wa kadha yanayotajwa kama Kisutu, Msufini. Ni maeneo ambayo wanaishi watoto wa mama ntilie, watoto wa wanyonge, watoto wa makabwela. Mpendwa msikilizaji, katika kipengele cha fani kingine ni wahusika. Wahusika wanaotajwa humu katika hii riwaya ya watoto wa mama ntilie, tunamuona pia mama ntilie. Mama ntilie amejengwa kisanaa kabisa kuwakilisha wanawake wale ambao wamejengwa katika moyo wa uvumilivu, ujasiri, maelewano, lakini pia na uchapakazi. Mama ntilie anaonekana mchapakazi katika jamii yake anamoishi. Lakini wasifu wa nje, mama ntilie anaonekana kama mama ambaye amesuka nywele za matuta matatu, lakini pia ana macho makubwa manene, lakini pia ni mnene na mfupi kwa umbo lake. Huo ni wasifu wa nje. Wasifu wa ndani kama nilivyotaja ya kwamba ni mchapakazi, ni mwenye huruma. Licha ya kuwa mama mwenye huruma, lakini pia ni mvumilivu. Mama ntilie ameonekana mvumilivu pale ambapo anamvumilia mume wake akiwa ametoka kilabuni, anakuja amelewa na anashindwa kuhudumia familia yake, jambo ambalo mama ntilie analichukua jukumu hilo na kuwa mvumilivu. Tujiulize swali moja katika kipengele hiki cha mandhari pia, ya kwamba mandhari hii iliyoteuliwa inayohusu dhana nzima ya umaskini, hasa kutaja maeneo kama Manzese, Tabata, ni maeneo ambayo wanaishi watu maskini, watu hohehae. Lakini pia katika kipengele hicho cha wahusika ambacho tumekizungumza, mpendwa msikilizaji, ni kwamba kipengele cha wahusika hao wanaotajwa hawaishi hapo tu, watoto wa mama ntilie, lakini pia wanagusa watoto kama Zita ni mhanga pia wa watoto waliofukuzwa shule, waliokuwa wakisoma katika shule ya msingi
shule ya msingi Mapepera. Hii ni shule ya msingi iliyokuwa ikiongozwa na mkuu wa shule Chikoya. Lakini pia tunapozungumzia wahusika hawa, Zita pia ni mhusika ambaye ni mhanga wa ugonjwa wa kichaa cha mbwa, ambaye katika ukurasa wa kwanza anaonekana wakati wamefukuzwa ada na sare, basi aliathiriwa kwa kung'atwa na mbwa mwenye kichaa. Lakini pia wapo akina Kurwa na Doto ambao ni watoto wanaonekana kuwa walizaliwa uchochoroni na kukulia uchochoroni. Wahusika hawa wamejengwa kifani kuonyesha mazingira halisi ya watoto wa mama ntilie, watoto wa wanyonge, watoto wa maskini ambao wamekosa malezi ya wazazi wa pande mbili. Watoto hawa wanazungumzwa na mwandishi kuwa walizaliwa kichochoroni, kukulia vichochoroni na maisha yao yamekuwa ya vichochoroni. Lakini pia wako wahusika Peter ambaye ni kaka wa Zita, lakini pia ni mhanga pia wa kufukuzwa shule. Ana ukosefu wa elimu baada ya kushindwa kulipa ada na sare za shule. Lakini pia yupo Musa. Kwa ufupi, Musa anaonekana pia ni mhanga wa kukosa elimu, lakini pia ni mhanga wa madawa ya kulevya na hatimaye maisha yake yanaishia gerezani. Wahusika wengine ambao wanatajwa humu ni Zenabu ambaye ni muuza baa, ambaye wasifu wake unaonekana kabisa ya kwamba ni mchapakazi, ni mwenye huruma. Alimhurumia Peter wakati ana njaa. Jamii inahitaji watu kama hawa ambao wanaweza kuwaonea huruma watoto wa maskini, watoto wa mama ntilie. Lakini pia tunapoangalia, wapo wahusika wengine ambao hawakutajwa sana, ambao maisha yao yanaonekana ni mafupi tu. Lakini wahusika wengine wakuu ni pamoja na Mzee Lomolomo ambaye yeye ni kwa asili ni mlevi na anawakilisha kundi la walevi katika jamii ambao maisha yake yote yamekaa katika ulevi. Jambo hili mwandishi anamtumia Mzee Lomolomo kuonesha mazingira halisi ya watoto wa mama ntilie wanaoathiriwa na suala zima la ulevi. Mwandishi anasema kwamba yeye pombe kwake ilikuwa kama ibada asubuhi, mchana na jioni. Pombe kwake ilikuwa kama ibada asubuhi, mchana na jioni. Lakini pia tunapozungumzia wahusika hao tuliowataja na wengine wengi, mpendwa msikilizaji, unaweza ukapitia katika kitabu hiki cha watoto wa mama ntilie ukajionea mwenyewe ama kujisomea mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, tuingie pia katika jina la kitabu. Tunapozungumzia jina la kitabu watoto wa mama ntilie, jina la kitabu watoto wa mama ntilie limesadifu yaliomo, kwani katika ganda la nje la kitabu linaonesha kabisa majengo makubwa, hasa kiwanda cha Urafiki, lakini mama ntilie akiwa amebeba sufuria la vyombo pamoja na binti yake mpendwa Zita, wakiwa wanaelekea Msufini kwenda kufanya biashara ndogo ndogo za kijungujiko almaarufu kama mama ntilie. Lakini jina la kitabu tunasema limesadifu pia yaliomo, kwani mwandishi Emmanuel Mbogo ameonyesha wazi ya kwamba umaskini kama madhara makubwa au chanzo kikubwa cha matatizo katika jamii yamewaathiri sana watoto wa mama ntilie. Umaskini umeathiri elimu, umaskini umeathiri afya za watoto wa mama ntilie, watoto wa maskini, watoto wa makabwela. Lakini pia katika riwaya hii ya watoto wa mama ntilie imesadifu yaliomo kwani uzwaji wa madawa ya kulevya, wizi na ujambazi mara nyingi unakuwa ukishadadiwa au ukishadadiwa na watu wenye uwezo mkubwa wa kifedha. Wamekuwa wakiwanunua watu, wakiwalaghai watu kumeza madawa ya kulevya na kuyatumia kwa ajili ya biashara na shughuli nyingine mbalimbali za kuwaingizia kipato.
Watoto wa mama ntilie wameonekana wahanga wakubwa walioshawishiwa na jamii za watu wenye uwezo ya kwamba wao kazi yao ni kuyameza madawa ya kulevya na kwenda kuyauza kwa faida ya bosi wao. Kwa hiyo watoto wa mama ntilie wanaathiriwa sana. Umaskini unawafanya watoto wa mama ntilie wafanye mambo kama hayo, wajiingize katika madawa ya kulevya na mwisho kuishia mikononi mwa jeshi la polisi ama kupoteza maisha, kama ilivyokuwa kwa Doto aliyekuwa amekwenda kuiba katika duka la Mhindi Remitula. Mpendwa msikilizaji, katika jina la kitabu kama tulivyozungumza kwamba limesadifu yaliomo za kuonyesha kwamba athari za umaskini zinawaangamiza watoto wa mama ntilie. Athari za ukosefu wa elimu. Ukosefu wa elimu ni swala ambalo ni kero sana kwa watoto wa mama ntilie. Lakini afya, swala la afya, mama ntilie anaonekana anatumia dawa ya mwarobaini kujitibu. Jambo hili linaonyesha dhahiri ya kwamba bado kuna swala la afya limekuwa halipewi kipaumbele sana kwa watoto wa mama ntilie. Lakini pia Peter anapojitibu kidonda chake kwa kutumia mkojo, inaonyesha dhahiri ya kwamba bado kuna dhana kubwa ya umaskini inayoathiri watoto wa mama ntilie. Mpendwa msikilizaji, tuhame katika jina la kitabu tunapoelezea kwa ufupi. Tunakwenda katika kipengele cha tunapohakiki kipengele cha katika upande wa maudhui, ambapo tunaona dhamira. Dhamira ya kwanza ni dhana ya umaskini. Dhana ya umaskini inaonekana wazi. Dhana ya umaskini inaonekana wazi kwa pale ambapo watoto wa mama ntilie wanapofukuzwa shule kwa sababu ya kukosa ada. Ukosefu wa ada, sare na michango mbalimbali ni jambo linaloathiri sana watoto wa mama ntilie, watoto wa maskini, watoto wa makabwela, watoto walioachwa. Umaskini ni dhamira kuu kabisa ambayo inaathiri na inakuwa ni kero kubwa kwa watoto wa mama ntilie. Unaposoma hivyo ukurasa wa kwanza, ukurasa wa 14 unaonyesha dhahiri dhana ya umaskini. Lakini pia dhana ya umaskini inadhihirika kwa kuonekana pia kugombania vyakula vya jaani. Peter, Kurwa na Doto wanaonekana katika jaa la dampo la Tabata wakigombania mchele wa jaani na vyakula vya makopo, umaskini. Lakini pia lipo swala, dhamira ya pili ni swala la elimu. Tunamnukuu mkuu wa shule ya Mapepera Mwalimu Chikoya akiwaambia hivi watoto wa mama ntilie: wote ambao hamna ada, hamna sare, hakuna shule, nisizione sura zenu bila ada na sare, waambieni wazazi wenu hivyo. Wote ambao hamna ada na sare, hakuna shule, nisizione sura zenu bila ada na sare, waambieni wazazi wenu hivyo. Ukurasa wa kwanza. Ndugu msikilizaji, kero kubwa ya ukosefu wa ada na sare imekuwa ni jambo mtambuka sana katika jamii yetu, hasa kwa kipindi kigumu cha maisha ya watu wanaopitia. Watoto wa mama ntilie wamekuwa wakiathiriwa sana na ukosefu wa elimu. Lakini pia lipo dhamira nyingine ya malezi. Mwandishi Emmanuel Mbogo anajaribu kuiambia jamii ya kwamba swala la malezi linahitaji pande mbili kuhusika. Malezi yanayoonekana ya watoto wa mama ntilie wanakosa malezi ya upande wa baba. Mpaka sasa tunao vijana wengi, tunao wanafunzi wengi ambao wanapata madhara makubwa kwa sababu ya ukosefu wa wazazi wa pande zote mbili. Tukimwangalia Musika Musa hana baba, ukurasa wa 17 ukiangalia. Lakini Dani pia ukurasa wa 38 hana baba. Lakini ukurasa wa 37 inaonyesha pia Doto na Kurwa ni watoto waliozaliwa uchochoroni, waliokulia uchochoroni, hawana wazazi. Hawa wote ni watoto wa mama ntilie,
hapana mtoto wa kigogo mahali hapa. Hivyo mtoto anapokosa mapenzi ya wazazi anaharibika kisaikolojia. Mbogo anaidhihirishia jamii kuwa kwa kutumia muzika Kurwa Ndoto anaonyesha kuwa wazazi ni vyema kusimama imara na jamii nzima kuhusu swala zima la malezi ya watoto. Lakini pia kuna nafasi ya mwanamke katika jamii. Dhamira nyingine ya 4 ni nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwandishi wa Watoto wa Mama Ntilie amemchora mwanamke kama mtu mvumilivu, kama mtu muhimu sana katika muhimili mzima wa kiuchumi, muhimili mkubwa wa malezi. Mama Ntilie anaonekana ni mlezi bora. Kwa maana mwandishi anasema hivi katika ukurasa wa 14: kila kukicha Mama Ntilie na Zita wanachukua sufuria, maharage, unga na kuni hadi kiwanda cha Urafiki. Hawarudi mpaka jioni. Kila kukicha Mama Ntilie na Zita wanachukua sufuria, maharage, unga na kuni hadi kiwanda cha Urafiki. Hawarudi mpaka jioni. Lakini pia ukurasa wa 32 anasema hivi: pamoja na juhudi za biashara, Mama Ntilie alikuwa hajafanikiwa kupata pesa za kutosha. Kodi na hongo kwa askari zilikamua faida yake. Hawa ni watoto wa Mama Ntilie, mpendwa msikilizaji, ambao wanapata madhara makubwa katika kazi yao ndogo ya kijungujiko. Bado hawawezi kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Ni vyema jamii ya sasa kutazama upya suala la mateso ya wanawake na kuichukua kama changamoto na kuitatua kwa kuweka vipaumbele vya kuweka miundombinu rafiki kwa wafanyabiashara wadogo kama watoto wa Mama Ntilie. Kwa maana anaposema pamoja na juhudi za biashara, Mama Ntilie alikuwa hajafanikiwa kupata pesa za kutosha. Kodi na hongo kwa askari zilikamua faida yake. Hawa ni watoto wa Mama Ntilie ambao bado wanaathiriwa na swala zima la rushwa. Ni dhamira nyingine, mpendwa msikilizaji, ya 5 ya kwamba watoto wa Mama Ntilie bado wanaathiriwa na swala la rushwa. Rushwa ni adui wa haki. Rushwa ni adui wa maendeleo. Rushwa ni kizuizi kikubwa cha maendeleo. Fedha nyingi za watoto wa maskini zinatumika kuhonga maaskari, kuhonga vigogo kwa ajili ya kupata huduma za kijamii kama vile elimu, kama vile afya, kama vile vyumba na sehemu za kufanyia biashara zao. Hili ni jambo la kusikitisha sana kwa watoto wa Mama Ntilie. Jamii ya sasa nayo asilimia kubwa ni ya watoto wa Mama Ntilie. Hivyo ni vyema kuangalia kwa makini. Lakini pia kazi za uzaji baa zinaonyesha kabisa ni kazi za watoto wa Mama Ntilie. Lakini dhamira ya 6 inasema ulevi. Dhamira ya 6 ni ulevi. Mpendwa msikilizaji, mwandishi Emmanuel Mbogo anamtumia mzee Lomolomo ambaye amemjenga kisanaa kama mwathiriwa na mhanga wa pombe za kienyeji almaarufu mataputapu, chang'aa na gongo. Ukurasa wa 10, ukurasa wa 70, 71 na 72 unaonyesha madhara makubwa yanayowapata watu wenye tabia kama ya Lomolomo katika jamii, ambao maisha yao yamekuwa ni pombe kila wakati, asubuhi, mchana na jioni. Hakuna maendeleo pale ambapo kuna ulevi. Mwandishi anamtumia mzee Lomolomo kuisawiri jamii kuwa, kwani wapo wakina Lomolomo wengi hawana maendeleo yoyote, hawana kazi yoyote. Kazi ni pombe, madhara ya pombe katika jamii. Lakini pia kuna dhamira ya 7 ambayo ni wizi, ujambazi na biashara ya madawa ya kulevya. Dhamira ya 7, mpendwa msikilizaji, ni wizi, ujambazi na biashara ya madawa ya kulevya. Mwandishi Emmanuel Mbogo anamtumia Dani kuonyesha madhara ya wizi, ambaye Dani tunaambiwa, mwandishi anasema katika ukurasa ule wa 38, anasema hivi: alipoingia kituo cha basi hakutoka mikono mitupu. Wasafiri wanawake wangesikika wakilia machozi.
Alipoingia dukani, Dani bila Mhindi kujua alitoka na saa, bangili, mkufu wa dhahabu ama chochote ambacho akikiuza akapata pesa, akala akashiba. Alipoingia kituo cha basi, hakutoka mikono mitupu. Wasafiri wanawake wangesikika wakilia machozi. Alipoingia dukani, Dani bila Mhindi kujua alitoka na saa, bangili, mkufu wa dhahabu ama chochote ambacho akikiuza akapata pesa, akala akashiba. Ni ukurasa wa 38 hadi 40. Lakini pia anamtumia Musa ambaye amejiingiza katika uuzaji wa biashara haramu ya mihadarati. Maana yake mathalani inamaanisha uuzaji wa madawa ya kulevya. Anajaribu kutumia tafsida kutaja uhalisia wa madawa ya kulevya. Anasema, Musa anasema hivi: mimi nishakwambia, wakati anazungumza na Peter, mimi nishakwambia kuwa mimi siwanii tena shule haina kitu. Siku hizi mimi shughuli zangu ni za koka. Unajua koka wewe blaza? Ukurasa wa 59. Mimi nishakwambia kuwa mimi siwanii tena shule haina kitu. Siku hizi mimi shughuli zangu ni za koka. Unajua koka wewe blaza? Ukurasa wa 59. Mwandishi anaonyesha kwamba bado jamii ya sasa haithamini sana umuhimu wa elimu, bali hujikita katika biashara ambazo hata uelewa wake bado ni mdogo, na hivyo kujikuta mikononi mwa vyombo vya dola ama kupoteza maisha. Musa ni mhanga mojawapo aliyepata madhara makubwa sana ya madawa ya kulevya na kuathiriwa moja kwa moja. Lakini dhamira nyingine inayoonekana ya 8 ni dhamira ya mapenzi. Mpendwa msikilizaji, mapenzi yamejadiliwa kupitia mhusika Peter. Huyu alikuwa na mapenzi ya kweli dhidi ya binti Kurwa. Pamoja na misukosuko aliyoipata toka kwa dada yake Zita, Peter hakusita kuonesha dhamira yake ya kumsaidia Kurwa ambaye anaonekana kutokuwa na msaada wowote baada ya wazazi na jamaa zake kufariki. Peter anaielezea hali hii ya Kurwa na kutoa msimamo wake kwa dada yake. Mapenzi ya dhati lazima yawe na dalili ya msimamo mkubwa, msimamo wa dhati. Anasema hivi Peter: tungoje mama arudi, lakini siwezi. Hatuwezi kufukuza tukamwacha ateseke tu huko mitaani. Watoto wa mama ntilio wanahurumiana, wanaoneana huruma wao kwa wao. Huyu ni Peter ambaye moyo wake umejengwa kuwa na huruma. Ni mtu ambaye ana huruma, anahurumia watu. Amekuwa ni msaada mkubwa kwa Kurwa pale ambapo anataka kwamba Kurwa asiteseke na abaki katika malezi salama. Mpendwa msikilizaji, hizo ndio dhamira ambazo tumezungumza kwa siku ya leo. Lakini kipengele kingine ni kipengele cha mgogoro katika vipengele vile vya maudhui. Migogoro imejadiliwa katika sehemu tofauti tofauti. Kuna mgogoro unaoonekana kati ya Musa na Peter pale ambapo Musa alimwambia Peter kuwa amejizolea mwanamke ambaye haeleweki, akimaanisha Kurwa. Wakati huo hakuwa na dhamira yoyote ya kuoa kwa upande wa Peter. Lakini kuna mgogoro kati ya Peter na Zita baada ya kuletwa kwa Kurwa pale nyumbani. Zita hakumpenda sana Peter na hatimaye kuleta mgogoro mkubwa kabisa. Lakini mgogoro kati ya Zita na Kurwa walipofika nyumbani kwa watoto wa mama ntilie, basi ulionyesha dhahiri ya kwamba kuna dhana ya chuki, dhana ya wivu inayoikumba jamii ya watoto wa mama ntilie. Migogoro, mpendwa msikilizaji, ipo mingi sana. Pale ambapo mwandishi ameitaja ipo mingi sana. Unaweza ukapitia kwenye kitabu hasa ukurasa wa 38, 37 unaweza kuona migogoro. Ujumbe ni nini katika kitabu hiki? Mpendwa msikilizaji, mafunzo na maadili ya kitabu hiki tunayoyapata ni yapi? Mwa jeshi la polisi. Lakini pia
tunapata ujumbe kwamba si vizuri kuwafukuza watoto shule eti kwa sababu ya kukosa karo au sare. Si vizuri kuwafukuza watoto shule kwa kukosa karo au sare. Ni vyema watoto wa mama ntilie wapewe kipaumbele zaidi ili kwenda kuyakomboa maisha yao. Upo usemi unaosema kwamba ukitaka kumsaidia mtoto mfano wa Kitanzania, umsomeshe mwanae. Kwa hiyo ni vyema serikali ama jamii nzima kujali swala la elimu, hasa kwa watoto hawa wa mama ntilie, watoto wa watu wa hali ya chini. Mpendwa msikilizaji, katika ujumbe mwingine kuna ujumbe kwamba akina mama ntilie wana kazi nzito ya kulea taifa la kesho na taifa la leo pia. Hivyo jamii nzima ni lazima iwasaidie katika kubeba mzigo huu. Malezi ya watoto, malezi ya vijana yanahitaji mshikamano wa jamii nzima. Si swala la kuachiliwa mama, sio swala la kuachiliwa baba, bali wazazi wote wawili, lakini pia na jamii nzima kwa ujumla inawajibika katika malezi ya watoto. 4. Tunapata ujumbe kwamba wazazi wote wawili ni muhimu katika malezi ya mtoto. Si vyema malezi ya watoto kutelekezwa katika upande mmoja wa mzazi. Tumeona hata katika jamii ya leo, ukifanya uchunguzi unagundua kwamba 40% ya watoto wengi wasumbufu mashuleni na wanaofeli, mpendwa msikilizaji, unaweza kufanya utafiti, inatokana na malezi ya wazazi wa upande mmoja. 5. Tunapata ujumbe kuwa ulevi si kitu kizuri. Ulevi una madhara katika maendeleo ya jamii. Ulevi una matatizo makubwa kiafya, lakini pia husababisha kupoteza maisha kwa mhusika. 6. Kuna ujumbe kwamba watoto yatima na wenye shida wanahitaji msaada. Mpendwa msikilizaji, kama tulivyozungumza kwamba watoto wa mama ntilie ni watoto ambao wanateseka, wanategemea vyakula vya jaani, wanategemea vyakula vya makopo na nyama zilizotupwa na watu wenye uwezo. Je, mimi na wewe katika jamii ya sasa tunajifunza nini? Tunawatazamije watoto wa mama ntilie kwa sasa? Tunawaona kama wasiostahili kuishi maisha fulani ya amani? Tunawatazama kama wezi na majambazi? Tunawatazama kama watoto wasio na adabu na utii kwa wakubwa? Madhara haya yote yanasababishwa na umaskini. Je, tunawaona hawa watoto wa mama ntilie katika jamii yetu ya sasa? Tunawatazameje? Tunawachukulieje? Tunayaona machozi yao kila wakati? Tunawafariji vipi tunapokutana nao katika mazingira yao magumu? Ni maswala ya kujiuliza. Mpendwa msikilizaji, tunapoangalia kipengele cha mtazamo, mwandishi Emmanuel Bongo ana mtazamo wa kiakinifu, kwani ana upeo mpana wa kuangalia mambo. Anaangalia hali walizo nazo akina mama wengi hapa nchini. Anaangalia mahangaiko wanaopata akina mama wanaofanya kazi za kijungujiko, kazi za mama ntilie, kazi za biashara ndogo ndogo, uchuuzi. Ni mambo ambayo yanawaathiri sana watoto wa mama ntilie. Wanaishi maisha ya tabu, maisha ya dhiki, maisha yasiyo na faraja. Wanategemea jamii ya sasa iliyopata angalau elimu kidogo ifae kuwa sehemu ya faraja kwao. Ni nani atakayewasaidia watoto wa mama ntilie? Mwandishi anabaini hivyo. Mtazamo wake ni wa kiakinifu, kwani mambo anayaona katika jamii kwa mrengo chanya kabisa na kwa mrengo ambao unaonekana wazi. Lakini kipengele kingine ni falsafa. Mwandishi anaamini kuwa umaskini ni chanzo cha matatizo mengi katika jamii. Imani ya mwandishi katika riwaya ya watoto wa mama ntilie ni kwamba umaskini ni chanzo na ni kero kubwa kwa watoto wa mama ntilie katika jamii ya sasa. Lakini pia mwandishi ana msimamo. Msimamo wa mwandishi unaonyesha ni msimamo kimapinduzi, kwani mambo anayazungumza Lacha toka kituo maarufu kabisa cha Winners Tuition Center kutoka Itua, Mbeya, Tanzania. Narudia tena, naitwa Mwalimu Benedict Josephat Fupi Mlacha
kutoka Winners Tuition Center Itua, Mbeya, Tanzania. Karibu sana kwa ajili ya masomo ya ziada, lakini karibu sana pia ututembelee katika ukurasa wetu wa Facebook Winners Elimu Itua, Mbeya. Lakini pia unaweza kutupata kwa nambari 0755 75 43 91. Narudia tena, unaweza kutupata kwa nambari 0755 75 43 91 au 0764 52 99 52 0764 52 99 52. Karibu sana Winners Tuition Center, kituo bora kabisa kwa taaluma yake, kwa taaluma yako na kwa jamii nzima. Tunasema kwamba kwa Kiingereza tunasema kwamba in order to win you should be joining with the winners. In order to win you should be joining with the winners. Mpendwa msikilizaji, kwa maneno ya mwisho kumalizia ni hivi. Waingereza wana kauli yao wanaosema the future is dark, only the bright brain will survive. Kwamba maisha yajayo ni giza, lakini ubongo mwangavu wenyewe utaishi. Hivyo ni vyema umpeleke mwanao shule, lakini pia apate masomo ya ziada kwa lengo la kumjengea uwezo na ubunifu zaidi. Karibu sana Winners Tuition Center, kituo bora kabisa kwa elimu yako. Ujumbe ni kuachie ya kwamba kama tulivyochambua kitabu hiki cha watoto wa mama ntilie, ni vyema kutafakari kwa kina kwamba leo hii tunao wimbi kubwa la 90% ya watu wa nchi hii ni watoto wa mama ntilie. Je, maisha yao yanatufundisha nini? Mtazamo wao, maono yao, ni nani akisikilize kilio chao? Machungu, madonda yao ni nani ayaponye? Tunaangalia kina Zita, akina Pita, wanaishia wengine kupoteza maisha kama akina Zita kwa sababu ya ukosefu wa elimu ya afya. Sasa mpendwa msikilizaji, wewe kama ni miongoni mwa watoto wa mama ntilie, leo hii unajenga mwafaka gani juu ya maisha ya wanafunzi wako? Unajenga mwafaka gani juu ya maisha ya watoto wako walioko shuleni? Je, unafuatilia maendeleo ya mtoto wako shuleni? Je, una uhusiano mzuri kati yako na mwalimu? Je, una mawasiliano na mwalimu wako? Una mawasiliano na mzazi kama wewe ni mwalimu? Lakini kama wewe ni mwanafunzi pia, mawasiliano yako kati ya mzazi na mwalimu yako sawa? Ni maswali ya kujiuliza unapotathmini swala zima la umuhimu wa elimu katika kizazi hiki cha watoto wa mama ntilie. Basi baada ya kusema hayo na mengine mengi, najua mpendwa mtazamaji, msikilizaji, unatamani sana kuendelea kusikiliza uchambuzi huu, lakini kwa sasa muda wetu unatutupa mkono. Tukutakie kila laheri. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Tunakaribisha katika kipindi kingine cha uchambuzi wa riwaya nyingine zitakazofuatia. Usiache kutufuatilia katika YouTube, usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya Facebook. Lakini pia Winners Tuition Center ni kituo bora ambacho kinahusika pia na uigizaji wa sanaa za maonesho ama maigizo. Ukitaka fungua unaweza kuingia katika mtandao wako na kuandika neno Mbeya Cool Movies. Mbeya Cool Movies. Utatukuta huko mpendwa mtazamaji. Hiyo pia ni sehemu ya kitengo chetu pia cha uigizaji. Asante sana, nikutakie muda na saa njema. Urejee tena katika kipindi kingine cha uchambuzi wa riwaya nyingine, lakini pia tamthilia pamoja na ushairi. Asante sana. Karibu Winners Tuition Center kwa malezi bora ya mwanao.
kwa ushauri nasaha. Tunatoa pia ushauri nasaha wa kimasomo, mbinu za ufaulu, pamoja na mitihani mbalimbali itakayomjengea uwezo mwanafunzi wako ama mwanao katika swala zima la kipindi cha kujenga ubongo wa mtoto wako kwa njia ya elimu. Asante sana. Mungu akubariki sana. Nimeongea mengi, shika hayo ya muhimu niliyokupatia. Asante sana.